Afadhali umekuja. Nafikiri unajibu sahihi la kupoza moyo wangu. Nimefanikiwa kupata mtu aliyefungua kesi na jina lake anaitwa Susan Otto na ni mtoto wa mzee Otto. Hapana, hii haiwezekani. Inawezekanaje mtoto wa kaka yangu ndo aingize pancha kwenye mfumo wetu? Kiukweli nilivyosikia ni kwamba walikuwa na mahusiano wa mapenzi. Mapenzi? Sasa hapa nawaza inabidi nikamwambie kaka yangu juu ya hili na niangalie atatoa maamuzi gani, na kisha mimi nitajua la kuongea na wawekezaji. Nimefurahi sana kukuona hapa, mpaka nusu nicheke. Vipi, umesikiliza habari? Ndiyo, nafikiri na pia nishatuma watu wanafukuzia taarifa hiyo, na nishapata hadi majibu nusu ya plani hii, ila yananitatiza kidogo. Unamaanisha nini kusema yanotatanishi? Ni kwamba huyo meneja aliyetuingilia ni binti yetu Susan. Susan? Ndiyo. Amenivunja sana moyo, ila nishajua la kufanya. Basi naomba mimi nitaenda kuongea na wawekezaji na nitajua la kufanya. Ataacha hizi hujuma anazoendeleza. Nafikiri ni muda sahihi wewe kunionyesha ni jinsi gani unaweza kutenda kazi, na nina kazi moja ya kukupa kijana wangu. Nafikiri ni ipi hiyo bosi? Ili zaidi sio kwenda kutoa roho ya mtu kweli. Okay kijana wangu, sio kazi nzito wala kubwa. Hii kwamba nahitaji utafute Dylan. Si unaelewa situation inayoendelea kwa hivi sasa mitandaoni, na umweke sehemu tulivu, kwani bado tuna mipango naye, kwa sababu tuisheka naye mkataba wa hela nyingi ambao hawezi vunjwa. Kani hivyo mzee, ni kweli na mimi nafahamu, na kuahidi nitafanya hivyo. Usiwe na uoga wote mzee. Usiwe na uoga wote mzee. Sawa, naona basi uende ukaendelee na kazi nyingine. Nafikiri sasa binti yangu utakuwa umenielewa, na nakupa kazi moja tu ya wewe kwenda kwenye ile television na kwenda kukanusha kila kitu ulichoanzisha, na kama ni huyo hakimu wako ulimwajiri, mimi nitamlipa, nitampa hela zake za fidia.